Once again. Tunaifungua dunia bana, tunamwona mshikaji hapa alikuwa kibonga zake na simu. Ghafla kuna mwamba alikuwa kitimba na kamnyang'anya pale. Akaanza kukimbia. Somto. Nani ambaye anamwibia alafu ananijua? Somto, ni wewe. Po, Somto, umekuwa mwizi sasa hivi. Mpaka mshikaji naye amebaki anajishangaa. Eti amekuwa mwizi bana. Dude letu bana linakwenda kwa jina la Rafiki Msaliti. Ni mavi tu. Basi bana, mshikaji alimchukua huyu Somto na akamleta mpaka nyumbani kwake. Ni mtu ambaye anamjua bana. Walikuwa ni marafiki ambao wanapendana kinoma noma. Wamesoma pamoja chuo kimoja, Mwalimu Nyerere pale. Kiukweli gai, maisha amenichapa sana yani. Tangu nimemaliza chuo, hakuna kitu ambacho kilienda sawa kwa sababu alikuwa ananisomesha mjomba wangu, lakini mwisho wa siku mjomba wangu alipoteza maisha. Mwanangu, nimeishi maisha magumu mno. Maisha magumu so poa kwa sababu aliniacha na madeni. Yaani ilikuwa so poa mwanangu. Nikajikuta nimeangukia kwenye wizi jamangu. Nikajikuta na kaba, na iba, na pora. Ndio maisha yangu kwa sasa hivi. Sijui hata nifanyeje kwa sababu hata sina kazi ya kufanya. Mwanangu, maisha ni mabaya, mtani ni kugumu sana jamangu. Asikwambie mtu. Na hata leo nilipokuwa na mwanangu, nikajua nimepata chochote kitu, lakini mwisho wa siku imefikia hatua mpaka na wakaba na wanangu kabisa. So poa mshikaji wangu, maisha ni mabaya kweli kwa sasa hivi. Mwamba kasema ndo uwe mwizi. Haikutokea ufanye hivyo gai. Utachoma moto mwanangu. Raia wana hasira kali, watakuwa mtu wangu. Ni kweli unachokisema, lakini hakuna namna. Kazi hamna mtu wangu. Kila kitu ambacho nakifanya vitu haviendi. Mipango unayopanga haipangiki. Yaani kila kitu kinaenda ovyo ovyo. Na Po alikuwa akimuonea huruma sana Somto kwa sababu anapitia maisha magumu. Na alimwahidi kwamba hakuna shida mtu wangu, mimi nitakusaidia uweze kupata kazi. Si kazi yoyote unaweza kufanya? Yes guy, mimi nafanya kazi yoyote. Mimi napiga mtu wangu, kikubwa tu uweze kunisaidia kwenye lola, usijari. Mimi nitakusaidia. Po alimwahidi kwamba Somto ataweza kumsaidia kuweza kupata kazi. Na alimwahidi kwamba yeye mwenyewe atampatia kazi kwa sababu kwa sasa hivi mshikaji Po maisha ni safi. Somto alifly kinoma noma. Na mwamba kuishia hapo tu. Hiki ndo chumba ambacho utakuwa ukistay. Tutaishi yote hapa. Wewe, Somto ndo anafly kinoma noma. Mimi nitaishi kwenye ile jumba. Mwanangu, asante sana. Mungu akubless sana mtu wangu. Kitu kikubwa sana hicho kwa upande wangu. Wala usijari. Kikubwa tu pambania maisha yako. Kila kitu kitakuwa sawa mtu wangu. Mshikaji aliamua kuchukua jukumu la kuweza kumsaidia rafiki yake wa zamani ambaye alikuwa wakisoma chuo pamoja. Asante sana guy. Shukrani sana. Asante sana. Alikuwa akimshukuru mshikaji ambaye anaitwa Pro. Basi taratibu wakawa wanajichenga zao pale. Huko upande wa pili tunakutana na huyu mdingi na kuna mabinti wakawa na timba hapa ndani. Anko, shikamoo. Maraba. Vipi tena asubuhi tukutegemea kuona hapa. Hata mwenyewe pia sikutegemea kuwakosa. Nina muda mchache, nilikuwa naomba tuweze kuzungumza private. Basi huyu mdogo mtu akawa amejichenga kati ya mabinti wawili. Ni dada na mdogo. Sikia nikwambie kitu Esther. Unajua mama wako amepoteza maisha. Tangu amepoteza maisha ni miaka 3 sasa imepita. Na mnatambua kabisa kwamba kwenye hii nyumba mama yenu alikuwa akiishi ni nyumba yangu, si ndio? Bidada akawa anaitikia pale. Ni miaka 3 nimewacha tangu mama yenu alipoweza kupoteza maisha. Mmekuwa mkikaa free tu hapa, kuna shida yoyote sijui wabuguz. Na wakati nyumba ni ya kwangu. Na mkumbuke kabisa kwamba mimi ule ndo dada wangu, lakini nyinyi ni ukoo tofauti kabisa pamoja na mimi. Unamaanisha nini? Kwamba hujanielewa tu. Kilichonileta hapa mimi ni nyumba yangu. Nilikuwa naomba muweze kuondoka kwenye hii nyumba kwa sababu nyinyi mna kwenu na yule ni dadangu, alafu dadangu ameshapoteza maisha. Mimi kiukweli kwa sasa hivi sioni haja ya nyinyi kuendelea kukaa hapa. Lakini anko, sisi tutaenda wapi unadhani? Ndo hapa pekee tunategemea. Basi no problem, itabidi mwanze kulipa kodi. Kama mnataka kuendelea kuishi hapa, itabidi mlipe kodi na itabidi mwe mnalipa 100,000. 100,000 anko? Yes, 100,000. Huwezi kuamini kwamba mdingi alikuwa akihitaji waanze kulipa 100,000. Lakini ni kwa mwaka. Bidada alikuwa akilalamika kwamba kwa mwaka tunaipata wapi hiyo pesa? Unaniuliza mimi? Yaani hilo swali unakuja kuniuliza mimi? Bidada akasema okay, hakuna shida. Nitapambana, nitakutafutia, nitakupatia. Mdingi akawa na kuna zake ndevu pale. Ameamua kula buyu bana. Anachokitaka ni kwamba walipe kodi. Ninakupa wiki moja tu. Uweze kunipatia hiyo pesa tafadhali. Bidada akamwambia hakuna shida. Hakuwa na namna kwa sababu anko ndo ametaka. La sivyo inabidi ajichenge. Na usinitaite anko. Kwa sasa hivi nataka tufanye biashara tu.
baada ya wiki moja nipatie pesa yangu. Alafu mdingi akawa anajichenga. Bidada nguvu zilimwishia, hakuamini anko wao kabisa anawafukuza kwenye nyumba, la sivyo walipe kodi, kwa sababu mamao amekufa miaka 3 imepita mpaka sasa. Kwa anko kawakataa kabisa na undugu nao. Baada ya wiki moja kuweza kupita, huwezi kuamini kwamba anko kwa mara nyingine akatimba, na alikuwa akigonga kwa hasira vibaya mno, anagonga akiwa na hasira mbaya mbovu. Basi akawa anatoka mdogo wake na Esther, na huyu anakwenda kwa jina la Susan. Nini ambacho kimekuleta? Unaniuliza nini ambacho kimenileta? Yes, nakuuliza. Sasa hivi una adabu, si ndio? Wewe mtoto umekosa haya, una heshima kwa wakubwa. Hivyo mtoto na nini? Na ndio maana kila siku nakwambia kwamba nahitaji kuzungumza na dadako. Niitie dadako hapa niweze kuzungumza naye. Mimi ndo sina heshima au wewe ndo ujiheshima? Sijai kuona. Yaani wewe ambaye unawafukuza kabisa watoto wa dadako kwenye nyumba yako, alafu unasema una heshima. Mimi unanikalipia, si ndio? Tulia hapo. Tulia hivyo hivyo kama maji kwenye mtungi. Nikupashe kwa sababu wewe mdingi, hamna kazi kabisa. Na mimi ndevu yako hiyo, watoto wa dadako, mimi pamoja na dadangu, unatutimua, unatulipisha kodi. Kweli, Lil, wewe ni mtu gani? Wewe ni katili kweli, ni mtu mbaya. Mwenyezi Mungu anakuona hivyo, utahukumiwa. Mwenyezi Mungu ni lazima akulani. Mdingi akasema, anilani mimi ama nyinyi? Mbona nyinyi watoto hamna shukrani? Nimempatia mama yenu hii nyumba, amekaa kwa muda mrefu na amepoteza maisha kwa miaka 3, nimewacha meishi, bado mnaniona mimi mbaya? Haijarishi, lakini sisi bado ni watoto zako, au kutakiwa kuweza kufanya hivyo. Tutokee bana. Alafu bidada akawa anafunga geti, amhitaji mdingi kwa sababu mdingi anasumbua mbaya mbovu. Kitendo cha kuweza kuwalipisha kodi Susan hajapenda hata kidogo. Basi bana, wakati mwingine tunamwona Esther alikuwa akifanya zake biashara ya matunda hapa. Ghafla kuna mtu akakutana naye, ni yule mshikaji Samto. Matunda yako mazuri na ndizi zimejaa kweli, ndizi za ujazo. Basi bidada akawa anatua pale, shingapi bukubuku, niwekee ile ufungu. Basi mshikaji akawa anatoa pesa. Jamani, naona kama pesa nimesahau nyumbani. Hakuna shida, kama iko kwenye simu unaweza katoa. Pesa iko nyumbani, kama utojari nyumbani sio mbali, tuongozane mimi na wewe uende tukafanya biashara pale pale maskani, niweze kupatia pesa. Bidada akasema hilo tu, mbona jambo dogo? Basi huwezi kuamini kwamba wakawa wanaongozana mdogo mdogo, wakafika mpaka maskani na mshikaji akawa anaongoza mpaka ndani kwenda kuchukua buga. Lakini anajaga bidada amesimama nje. Vipi tena? Mbona unasimama nje wakati nimekuambia twende ndani tukachukua hela? Hamna bana, mimi hapa natosha. Wewe ingia ndani chukua hela tuje tufanye biashara. Twende ndani. Hamna bana, mimi hapa watu wanatosha. Hamna bana, mimi nikwambia pesa iko ndani, unaingia ndani tunafanya biashara. Unaweza na mimi au unisi nataka nikunjunje? Hamna bana, mimi sio vitu vyangu. Hamna, hapa inatosha, sio lazima niingie ndani bana. Watu wengi hapa, hakuna kitu chochote na kufanya. Alafu naacha mlango wazi, usiwe na mashaka kabisa. Kuwa huru. Kweli unaacha mlango wazi? Yes, naacha mlango wazi. Basi bidada huwezi kuamini kwamba akakubali kuingia ndani. Hizi 1000, hizi 2000 na hizi 3000. Lakini mshikaji anaangalia nyashi. Unadhani anaangalia ndizi? Anaangalia nyashi kwa sababu ndizi anayo bana. Mshikaji anasema funga hizo. Basi bidada akasema nifunge moja. Yes of course. Basi akawa anatia pale. Lakini mshikaji kuna namna anajilamba midomo. Akatoa kitita kikubwa sana cha pesa, alafu akahesabu kama laki fulani hivi kampatia mtoto wa kike. Naona imezidi hii hapa, baki nayo. Mimi ndizi zangu ni za 2000 tu. Lakini mimi nakupatia kama favor kwa sababu wewe ni mwanamke mrembo, chiki ulivyokuwa na uso wa kuteleza. Bidada kabaki anashangaa. Vipi, usiogope bana. Be free. Unauza ndizi na mimi ndizi ninayo, unanipa ndizi na mimi nikupe ndizi. Bidada anasema siku leo unamaanisha nini? Hujanielewa wapi jamani, mrembo na nywele nzuri jamani. Mshikaji huwezi kuamini kwamba alikuwa amemtamani mtoto kike. Akamwambia subiri kwanza. Alikuwa ameacha mlango wazi, kaenda kaubamiza kaufunga. Tulia hapo. Bidada kapaga, jamani wewe mkaka unataka kufanya nini? Mshikaji kaweka kapo la ndizi chini. Tulia mtoto. Bidada alikuwa akimwambia nimetulia sawa, naomba uniache niende. Huwezi kuamini kwamba mshikaji kampiga taxi bega. Mwamba cheki na yoyote. Kampeleka mtoto kike mpaka chumbani, kamtupia kitandani. Huwezi kuamini ni kwamba mwamba alimla, alimkamua, alimjunja bana. Inasikitisha. Bidada amebakwa na limwamba linatabasamu na mwenye lake na likipala lake libaya. Muda si mrefu poa katimba hapa. Alibaki ametamaki anashangaa. Nini ambacho kinaendendende? Mwamba kabaka. Ni huzuni. Bidada alikuwa kinyanyuka anajichenga kwa huzuni kabisa kwa sababu ameshaliwa kitumbua bila ridhaa yake. Kumbe ni mbakaji. Mshikaji alipagawa, akuamini kumbe Somto ni mbakaji. Bidada akawa anarudi nyumbani kwa huzuni, mabegi yametolewa nje. Yule mdingi ameamua kuwafukuza baada ya kuweza kujibiwa vibaya na bidada ambaye anaitwa Susan. Bidada kabaki anashangaa, vipi mbona naona mabegi kila kitu kipo nje? Kuna tatizo? Kuna shida yoyote? Ni huyo anko wako ametufukuza hapa.
Jamani, bidada alipagawa kwa sababu anko kawatimua, hawataki tena hapa. Ni kwa sababu ya majibu ambayo alijibiwa na huyu mtoto ambaye anaitwa Susan. Muda si mrefu Poa katimba hapa. Bidada kapagawa, ni wewe? Nini ambacho kimekuleta hapa? Naomba utoke. Amna, nilikuwa naomba tuzungumze. Hakuna kitu naweza kuzungumza na wewe. Hapana, nilikuwa naomba tuweze kuzungumza kwa sababu kile kitu kimetokea ni nyumbani kwangu. Haijarishi. Nimekuambia hivi, naomba uondoke. Huyu ni nani tena sijaelewa? Huyu ni mbakaji tu, yeye pamoja na rafiki yake. Hapana, mimi sikuhusika kwenye hilo. Unataka kusemaje? Kwamba wamekubaka, wamekufanyia tukio chafu? Oya, we brother, naomba uondoke. Ondoka hapa, la sivyo nitakufanyia tukio chafu. Basi mshikaji akawa anajichenga. Vipi, sijakuelewa, amekunjunja au? Yaani unamaanisha mbakaji vipi? Walitaka kubaka au ndo wamefanya kweli? Mdogo wake alikuwa ajui nini ambacho kinaendelea dhidi ya dadake ambaye anakwenda kwa jina la Esther. Na uwezi kuamini kwamba kwa kuwa walikuwa wamefukuzwa kwenye ile nyumba ya anko, walikuja kujipatia hii ndio sehemu ambayo walikuwa wakilala zao. Ndio sehemu ambayo walikuwa wameipata. Ni kipagara fulani hivi, kinyumba ambacho kilikuwa hakijaisha. Ni huzuni kweli. Wakati mwingine tunamwona Susan alikuwa akifanya biashara kwa sababu dada yake alikuwa akiumwa. Na mshikaji, huwezi kuamini kwamba mita hii alikuwa akipita, si akamwona Susan. Basi alichokifanya ikabidi aanze kumfuata Susan mdogo mdogo mpaka ende ajue ni wapi ambapo wanaishi. Na mshikaji alikuja kukaa nje. Susan anatoka, anashangaa, anamwona mshikaji. Ni wewe tena? Nini ambacho kimekuleta? Mbona dadangu aliniambia hakutaki? Hapana, naomba nizungumze naye kidogo tu. Hivi hujui kukataliwa, si ndio kaka? Susan alikuwa akijua labda mshikaji anampenda dada yake, huenda dada yake anamkataa. Kumbe mshikaji amekuja hapo kwa sababu rafiki yake alikuwa amembaka huyu bidada ambaye anaitwa Esther. Tena kwa mara nyingine umekuja hapa, unataka nini? Sema unataka nini? Nilikuwa naomba tuweze kuzungumza kwa sababu yule rafiki yangu kwanza nimemfukuza kwa kitendo ambacho alikuwa amekufanyia. Nimekuja hapo kwa sababu ya kuja kuomba radhi kwa niaba yake, kwa sababu kile kitendo kimetokea nyumbani kwangu. Sihitaji matatizo kabisa. Alafu mimi ni mtu mzuri, ni mfanya biashara na pia ni wakili. Najua haki za kila mmoja mmoja. Nilikuwa na kuomba uweze kumsamehe rafiki yangu tafadhali. Alafu naona mpo kwenye mazingira magumu. Kama mtu jari, nilikuwa naomba niweze kuwasaidia na kuomba kwenye hili tu. Naomba niruhusu niweze kuwasaidia. Una hakika kweli umemfukuza yule rafiki yako na uweze kufanya kama yeye? Yes, mimi sio mtu kama yeye. Mimi ni mtu mzuri. Naombeni mnisikilize. Basi uweze kuamini kwa mdogo wake akasema, dada, twende tukabebe mabegi bana. Mtu anahitaji kutusaidia alafu tunaanza kuleta uzembe. Uweze kuamini, mshikaji aliweza kuwachukua bana. Akawaleta mpaka nyumbani kwake. Aliamua kuwasaidia wadada na mdogo na alikuwa ameahidi kwamba atawapatia kazi. Karibuni. Hapa mmekuja amkai bure. Wote mtafanya kazi na nitawalipa mshahara kila mtu $100. Kwani na amani, pelekeni tu mabegi ndani. Basi taratibu wakawa wanaongoza, lakini Esther aliganda pale pale. Anaogopa, anajua labda huenda wanaenda kunjunjwa. Vipi, shida iko wapi? Kuwa free. Hayupo kwa sasa hivi. Niko mwenyewe kwenye hii nyumba. Sawa. Wala msijali. Kwani na amani kabisa. Mwamba akawa anawasaidia mabegi pale. Huwezi kuamini kwamba rasmi walianza kazi leo. Kwani mshikaji aliona hakuna haja ya kuwapa pesa zaidi, aliwapa hifadhi na pia aliweza kuwapatia kazi. Na alimuita rafiki yake hapa ili mradi aje kumuomba msamaha bidada. Na alimuomba bidada msamaha na mtoto kike alimsamehe. Akaona isiwe kesi iliyopita, si ndwele, acha gangi anayokuja. Nashukuru sana. Kwa dhati nimeuomba msamaha. Basi bidada akawa anaaga, anajichenga pale. Basi bana, wakati mwingine walikuwa zake chumbani na mdogo wake. Kiukweli sisi, mimi kuna kitu nakiona kwa yule brother. Kitu gani hicho ambacho nakiona? Nahisi kabisa Paul lazima anakupenda, kwa sababu kwa vitu ambavyo anatufanyia nahisi kabisa anakupenda. Amna bana, hawezi kunipenda. Kwa nini anipende? Na nini ambacho umekifikiria mpaka unahisi kama vile Paul ananipenda? Paul anajua kabisa kwamba hawezi kunipenda kabisa. Unajua kuna watu wanaweza kaamua tu kuwa na moyo wa kuweza kutoa msaada, na sio lazima akupende na sio lazima akutamani. Bidada alikuwa akimhakikishia mdogo wake kwamba yule mshikaji sio kwamba amempenda na sio kwamba eti amemtamani, ni kwamba tu anawasaidia kwa moyo wote. Na tunamwona mshikaji hapa alikuwa ameshika ipete na kuna vitu alikuwa akiviwaza. Ghafla kuna mtu akawa anaingia, mshikaji akawa ameificha ile pete. Uweze kuamini kwamba mshikaji kumbe ana mchumba, ana mwanamke ambaye wanapendana kinoma. Kwa leo ndo umeamua niite, si ndio? Kwa muda mrefu wote huo leo ndo umeamua niite. Huyu mpenzi wake na mshikaji anakwenda kwa jina la Anurika na ni mwanamke ambaye mshikaji anampenda kinoma. Yaani ukutaka kunipigia wala kunitumia meseji eti leo una shida zako, sijui
una upwilu ndio umenita, si ndio? Lakini mshikaji akacheka, alafu then akanyuka goti pale. Bidada kabaki na shangaa, alafu mshikaji akatoa pete. Uko radhi kuweza kuona na mimi? Yes, niko tayari. Huwezi kuamini kwamba kabidada kalikuwa wapi vibaya mno, na mshikaji akakavisha pete pale. Oh jamani, asante baby. Basi makumbato ndo kitu ambacho kiliendelea hapa. Ilikuwa ni furaha kubwa kinoma jamani, sasa mimi ni mchumba wa mtu. Asante baby. Kalikuwa kakimshukuru mshikaji kwa sababu sasa hivi mshikaji amekaishimisha. Huyu ni mchumba wa mwamba ambaye wanapendana kinoma noma. So ni kweli alichokuwa akisema Esther kwamba mshikaji anawasaidia kwa sababu ya upendo tu, na sio kwamba amempenda bidada ambaye anaitwa Esther. Basi anulika akawa anaingia jikoni, kuna kitu alikuwa amekuja kuchukua. Ghafla anakutana na dem jikoni. Vipi wewe nani? Na unafanya nini hapa? Bidada akawa anashtuka. Na akawa anamuuliza kwamba wewe ni nani, kwa sababu sijui kuona hata mara moja hapa. Hivi una akili timamu? Yaani unaniuliza mimi nani ndani ya nyumba ya mpenzi wangu, nyumba ya mchumba wangu, mume wangu mtarajiwa, unaniuliza mimi nani? Samani. Hivi una akili timamu kweli wewe? Nisamee bosi wangu, kweli nilikuwa sijajua kabisa. Pumbavu nini? Basi akaenda kuchukua kitu ambacho alikuwa amekuja kuchukua, alafu akamfuatia mshikaji. Kumbe humu ndani sasa hivi umeajiri mfanyakazi, si ndio? Tena wawili, dada na mdogo, wote wanafanya kazi hapa. Kwa ishi kibosi tu wawili. Kwamba ni hoteli au? Hapana, kwani kuna shida gani? Alafu nawasaidia tu kwa sababu hawana kazi. Haijalishi hii imekuwa hoteli au mpaka wafanyakazi wao wawili. Hapana bana, ni dada na mdogo, kwamba mwingine angeenda wapi? Ni ndugu ambao wamezoea pamoja, kwa wanafanya kazi pamoja. Okay, mimi sikupingi, lakini sijai kuonaga kitu kama hicho. Achana nayo baby. Wewe njoo hapa tuendelee kuenjoy. Ndio hivyo nakwambia, ni kitu ambacho hakijawahi kutokeaga. Sawa, nakuelewa unachokimaanisha, lakini wale ni ndugu. Nafanya vile pia kwa sababu ya kuwasaidia. Njoo tupoe hapa basi. Basi bidada anu taratibu akawa anaenda zake kitandani bana, kupoa na mume wake mtarajiwa, mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Po. Basi akawa anaangalia mshikaji ambavyo anapiga kazi pale. Huko upande wa pili tunakutana na huyu Susan. Ghafla huwezi kuamini kwamba alikutana na Anko akabadilisha njia. Nimekuwa na Anko mwenyewe. Ulitufukuza kwenye kinyumba chako kibovu, si ndio? Ukajiona labda wewe ndo kila kitu kwenye dunia. Sikia nikwambie kitu kimoja. Kwa sasa hivi tunaishi kwenye mjengo wa kitajiri. Ulipotufukuza Mungu akatubeba. Yenu ukitudondosha Mungu anatunyenyua. Na nilikwambia kwamba Mungu atakuadhibu kwa ukatili ambao umeufanya. Alafu bidada akawa anajichenga. Kwenda zako mzee maskini wewe. Mdingi yale maneno yalimuma kinoma noma, akawa anasikinika. Ni kweli amekosea. Anaanzaje kuwafukuza watoto wake? Maana watoto wa dada yake ni watoto wake kabisa. Basi bana, uwezo kuamini kwamba siku leo mshikaji alikuwa amewaletea zawadi ya mabinti wawili kati ya bidada ambaye anaitwa Esther pamoja na mdogo wake ambaye anakwenda kwa jina la Susan. Lakini baada ya kuweza kuwapatia zawadi, basi alikuwa akimshukuru mshikaji kwa zawadi ambayo alikuwa amewapatia. Na wakati wanamshukuru mwamba, uwezo kuamini kwamba mchumbake na mshikaji akatimba, akawanyang'anya vile vipaseli yote wawili, alafu akaangalia ndani kuna nini, mshikaji kawaletea nini, akabaki na shangaa. Yaani hizi ndo zawadi za kuwapatia, alafu kavitupa pale chini. Ni nguo tu nyingi mshikaji alikuwa amewanunulia hawa mabinti. Basi kwa asili yule bidada akawa anajichenga, wakawa wanamshukuru, wala msijari, kila kitu kiko sawa, achana naye huyo, akili yake naijua mimi mwenyewe. Basi wakawa wanajichenga pale. Mshikaji amekuwa akiwajari kinoma noma. Nini ambacho wanafanya bibi wangu? Kwani kuna shida gani mimi kuwanunulia zawadi? Zawadi ndo nguo, mpaka nguo za ndani nazo pia umewanunulia, lakini hawana pesa, hawana nguo. Nimeamua nifanye vile kwa upendo tu. Upendo upi? Unanunulia nguo kivipi? Ni wanawake zako au? Hapana bana, unakosea. Uko unakofikia unakosea bana. Mimi nimefanya kwa upendo tu. Kwa upendo kivipi? Unanikosea sana. Uwezi kuamini kwamba bidada alikuwa akionyesha wivu kinoma noma, na kwa sasa hivi alijikuta anawachukia hawa dada na mdogo, akiwakuta wanaangalia TV anawatimua sebleni. Nyinyi maskini mnafanya nini? Hebu ondokeni. Mnapenda kuangalia TV pamoja na matajiri, si ndio? Mmekaa na mchumbangu mnaangalia naye TV au mnamtega? Mnamtaka? Hapana. Tokeni hapa. Huwezi kuamini kwamba alikuwa akiwatimua. Kwa sasa hivi anawachukia, ni mafigisu tu. Na huwezi kuamini kwamba siku leo alikuwa amewapatia sale. Kuanzia sasa hivi mtakuwa mnavaa sale wote, kila mtu sale yake hapa, kama wafanyakazi wa humu ndina. So mnavaa, kila mtu anavaa mango yake, mnapendeza, mnamtega bwanangu. Ni lazima mfuate sheria. Ni lazima ukitoka utoke umevaa sale ambazo nimewapatia. Basi wakawa wanajichenga, hataki utani kwa sasa hivi. Na siku leo mlango ulikuwa ukigongwa, bidada akaenda kufungua. Ghafla anamwona yule mshikaji. Bidada anamuogopa sasa hivi mshikaji kwa sababu alishamlaga kitumbua huyu. Naomba uende uniitie bosi wako chap. Basi bidada taratibu ikabidi aende kumuita mshikaji ambaye anaitwa Po. Mwamba linatishia hili.
Lizela minjunju. Likenda likakaa hapa. Basi mshikaji alitimba na ulipata wasawa akawa anapiga story hapa. Kama unavyojua tena, hawa ni marafiki, alafu huyu mshikaji Somto anafanya kazi kwa Po. Muda si mrefu mchumbaki na mshikaji akatimba, lakini huwezi kuamini kwamba Somto alimshangaa. Alibaki anamshangaa huyu dada kama vile anamjua. Kivipi? Kama vile wanamjua hivi. Mchumba wangu huyu anaitwa Anolika. Ni mlembo gai, mzuri vibaya mno, unajua kuchagua. Gai bana. Yes, ni mchumba wangu. Nampenda kweli yani. Na wakati mwingine tunamwona mshikaji hapa na mchumbaki alizama kwenye ndinga na kuna sehemu walikuwa wakielekea. Twenzao vipi? Unasubiri nini? Namsubiri Esther anakuja muda so mrefu. Na muda si mrefu bidada ambaye anaitwa Esther akawa anatimba kwenye ndinga. Anolika kamgeukia pale. Sikia nikwambie kitu maskini. Shuka chap kwenye gari. Sihitaji kuongozana na wewe hata mara moja. Bidada anashuka, stop. Usishuke. Sikia nikwambie kitu kimoja. Kama huna mudi ya kutembea pamoja na sisi, unaweza ukashuka, ukapita njia yako, ukapanda, bajaji ziko nyingi sana huko nje. Huwezi kuamini kwamba Anolika akazila, akashuka kweli kwenye gari. Mshikaji akasema unashuka, no problem. Akawa anajichenga. Lakini bidada Esther alikuwa akiogopa kwa sababu anaogopa kuwagombanisha wawili. Anu alikasirika vibaya mno. Na huwezi kuamini kwamba asila zake zote alimmalizia Susan. Wewe kidada chako ndo kinanikela, si ndio? Na umeniletea maji vyako hapa. Lakini uliniagiza, pumbavu nini wewe? Kamwagia maji. Kaa mbali na mimi na umwambie dadako akae mbali na mimi, asicheze na mimi. Muda si mrefu bidada si akawa anatimba. Kuba babake zako wewe, nimekusubiri kwa hamu. Malaya mkubwa wewe, unataka kunichukulia bwanangu, si ndio? Unajikuta wewe noma, yani kwenye gari ya mume wangu mpande naye mimi nishuke, si ndio? Lakini mimi sikuwa na namna kabisa. Kibao pumbavu nini wewe? Nguyowa nuwa kuyowa. Mimi nazungumza na unazungumza, si ndio? Unakili timamu, wewe ndio umekuwa madamu humu ndani. Bidada alikuwa kijitetea, lakini huwezi kuamini kwamba Anolika alikuwa moto sopoa. Na kupa onyo, kaa mbali na mume wangu, la sivyo utafukuzwa kazi hivyo. Sijui kama unanielewa. Pumbavu mjinga mkubwa wewe. Alafu Anolika akawa anajichenga, nitokea huko. Huwezi kuamini kwamba huyu Susan alikuwa amekasirika kinoma noma kwa kweli. Alifunga tu, lakini alikuwa amechukia vibaya mno. Alikuwa amechukia barabara. Sikolo bana, huwezi kuamini kwamba tunamwona Somto hapa. Na muda si mrefu bidada Anolika akawa anatimba na akakaa pale. Nilikwambia wawili ni kama vile wanajuana. Na bidada akawa anamwangalia mshikaji pale. Kweli nisamee bana, surudi tena. Haiwezi kujirudia tena. Sasa nikafanya makosa kwa mara nyingine. Rubbish kabisa wewe. Wewe mtu gani? Mwanaume mzima unafanya makosa kitu kidogo kama kile. Kumbe hawezi kuamini kwamba ni watu ambao wanajuana, lakini mshikaji Po hajui. Inaonekana kuna kitu kikubwa sana ambacho wanakificha wawili. Huko upande wa chumbani, huwezi kuamini kwamba dada na mdogo walikuwa kipiga story. Kikweli dadangu, nimechoka. Ni sio tu mwongo. Nimechoka. Huyu Anolika nitamfanya kitu kibaya. Ole wake. Aje niguse mimi au akuguse wewe. Sasa nikamwacha salama. Usiseme hivyo bana. Ukisikika si unajua unaweza kusababisha makubwa hapa tukakosa hata kazi. Tafadhali, usije ukaleta matatizo. Na kuomba mdogo wangu, kuwa mpole. Mtu anapokunyanyasa kwa kuwa ni bosi, kuwa mpole. Lakini unadhani Suzani anaelewa? Hakuna kitu ambacho anakielewa. Wakati mwingine Anolika alikuwa akihudumiwa hapa na bidada alikuwa akimfungulia maji. Basi bidada akawa anakula msosi, lakini huwezi kuamini kwamba alitema. Chakula gani hichi? Mbona umejaza machumvi hivi? Yaani machumvi utazani ulikuwa unamwagia tu. Ulikuwa unamwagia, si ndio? Kila kitu Susan alikuwa akisikia. Ulikuwa unamwagia machumvi. Una akili timamu unapikaje hivi? Lakini madam, mbona chumvi nimeweka sawa? Sawa kivipi wakati umezidisha chumvi, mpumbavu mkubwa wewe? Nyinyi maskini mna nini? Unadhani hichi chakula ngulewe, si ndio? Kule Susan kuna mtu alikuwa akimfungulia. Na mtu ambaye alikuwa akiingia hapa ndani ni mamake na mshikaji Po. Hivi una akili timamu wewe maskini? Unataka kuniua kwa chumvi, si ndio? Unataka kuniletea matatizo? Hapana kweli, mbona mimi chumvi nimeweka sawa? Kanajibu kibao. Pumbavu wewe. Nini ambacho nakifanya hapa? Kapumbavu tu akamezidisha chumvi kwenye msosi, alafu mimi naongea na kenye kanaongea. Kanajibu, lakini madam chumvi haijazidi. Tafadhali, onja hii chakula, chumvi haijazidi. Kibao kingine Susan karudisha. Tumekuchoka na wewe. Kaa mbali na dadangu, mpumbavu mkubwa wewe. Achana naye. Kananipiga. Huwezi kuamini kwamba fujo lilienda mama mkwe kamsukuma. Nini ambacho unakifanya Anolika? Unakosea. Unapiganaje na wafanyakazi? Mama mkwe aliamua kuingilia kati. Mamake na mshikaji Po anaanzaje kupigana na wafanyakazi? Kiukweli mimi wamenikosea.
Kikao kilikaliwa hapa na mshikaji alikuwa akisema kwamba ni lazima uwaombe radhi. Kivipi? Yani kale kamenipiga alafu niombe radhi? Yes, kwa sababu wewe ndio ulianza. Alafu kila siku mimi huaga na kuzumu. Unakosea bana. Kila siku wewe ndio unakuaga ni mkorofi. Unawafokea, unawajibu vibaya, unawapiga makofi. Kwa mimi ndio naonekana mkorofi, si ndio? Yani kila kitu ambacho kinaendelea humu ndani, mimi ni mkorofi. Mshikaji alikuwa akimaanisha hivyo. Ni kweli huyu dada ni mkorofi. Amekuwa akiwabugu tu wale. Unakuta hawajafanya kosa, anakuwa anawafokea. Na akimjibu, anawapiga makofi. Na sio kwamba wanamjibu vibaya. Wanamjibu vizuri, lakini mwisho wa siku yeye anaamua tu kuchukua sheria mkononi. Lakini ni kweli mwanangu, inabidi uombe radhi kwa sababu wale ni wafanyakazi wenu humu ndani. Mama mkwe, kwaona wewe unawatetea, si ndio? Yes, ninachokimaanisha ni kweli. Kiungwana kabisa, uombe radhi. Sawa, wewe ni bosi humu ndani, lakini haimaanishi kwamba unaweza kuchukua sheria mkononi. Wale sio watumwa, ni wafanyakazi, ni binadamu kama wewe. Inabidi uombe radhi bana. Mimi siombi radhi mtu mimi mtanisamea tu. Alafu bidada akawa anajishenga, kana kibuli eti. Umeona mama, ndio huyo hapo. Kweli hapa kazi unayo mwanangu. Na uwezi kuamini kwamba bidada alikuja kuonana na mshikaji ambaye anaitwa Somto. Na uwezi kuamini kwamba wawili wana plani kubwa sana ambayo walikuwa wakiplani. Ijapokuwa hatujajua ni plani gani ambayo walikuwa wakiplani, ila wana mchongo mkubwa ambao wanahitaji kuufanya kati ya mshikaji ambaye anaitwa Somto pamoja na huyu mchumba wake na Paul. Ili inaonekana kuna kitu kikubwa sana kinaendelea. Mshikaji alikuwa akielekea zake kazini, na uwezi kuamini kwamba kaanulika kalikuwa kakimwaga mshikaji kwa uzuri kweli. Kivipi wakati muda si mrefu alikuwa wanakosana? Kwa nini kamekuwa happy hivi mbele ya mshikaji, na mshikaji akawa anajichenga na kenyeka alikuwa kakielekea zake ndina? Bado kuweza kufika ndani, huwezi kuamini kwamba kalianza kukagua draw zote za mshikaji. Kuna kitu kalikuwa kakitafuta, ni faili fulani, na huwezi kuamini kwamba kalizipata. Nimezipata jamani hizo dokumenti, kila kitu kimetiki. Sasa taratibu kaka anajichenga, kuna mtu kalikuwa kakienda kuwasiliana naye, na ni mshikaji ambaye anaitwa Somto. Sikia nikwambie kitu, kila kitu kipo tayari, mambo yote yako sawa. Wewe iandae tu ile account kwa sababu ya kuweza kupokea pesa, kwa sababu muda si mrefu kila kitu kinakaa sawa. Ni zaidi ya mabilioni, tunaenda kuwa matajiri wakubwa kiukweli, nakwambia. Tunaenda kuwa madoni kwenye mji, na inabidi tukimbilie mbali, hata Paris, twende New York City, twende sehemu yoyote ambayo itakuwa rahisi sisi kuweza kuishi na itakuwa ngumu kuweza kupatikana. Huwezi kuamini kwamba kumbe walikuwa na plan kuweza kumwibia mshikaji pesa zote ambazo mshikaji anazitumia kuweza kuiendeshea kampuni yake. Na bidada, huwezi kuamini kwamba alisikia kila kitu. Esther alisikia mambo yote ambayo Anulika alikuwa akiongea na mshikaji ambaye anaitwa Somto, na huwezi kuamini kwamba bidada ya kukubali. Ikabidi aweze kumfuata Anulika mpaka ndani. Ni kweli Anulika alikuwa akihangaika na laptop ya mshikaji, anahamisha vitita vya pesa. Esther kukubali. Huwezi kuamini kwamba alienda kumpigia mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Paul, na alikuwa akimsubiri mwamba aweze kutimba. Muda si mrefu mshikaji akatimba na mamake. Yuko wapi? Yuko chumbani kule juu. Huwezi kuamini kwamba ilibidi wamfuatie. Walimtimbia mpaka chumbani. Baby vipi? Huwezi kuamini kwamba kafumaniwa, kaweka laptop pembeni pale, mshikaji kwenda kukagua. Huwezi kuamini kwamba kumbe kabidana nikangifi, nikaizi, nikawalala. Yani unamwibia mwanangu kweli? Huwezi kuamini kwamba alibananishwa kwenye 18. Kumbe nikaizi bana, nikangifi. Ngifi ni mwizi, kumbe nikawalala. Kawalala ni mwizi. Na muda si mrefu huwezi kuamini kwamba Somto akatimba. Anaingia, vipi boss, nini ambacho kinaendelea? Boss wako ngumi alipigwa. Pumbavu wewe. Yani mimi nakusaidia alafu unakuja kunisaliti. Kumbe unafahamiana na Anulika kwa muda mrefu. Hapana, mimi simjui. Kwani mimi nakujua? Kiukweli alisikia wakati tunaongea. Shit, come on. Sili imevuja bana. Ndio maana unaambiwa hivi, usimwamini mtu yoyote kwenye maisha yako, hususa mtu ambaye mlipotezanaga kwa muda mrefu. Watu waga wanabadilika. Mshikaji alimwamini rafiki yake, lakini rafiki yake kamwangusha. Ndio maana halisi hii picha kwamba usimwamini rafiki. Yani unajua bana, mimi ndio maana nawashaurigi watu. Unajua kwenye hii dunia hakuna mtu mwaminifu zaidi ya wewe mwenyewe. Wewe pekee ndio unaweza kuiamini nafsi yako. Hakuna mwingine ambaye ana uwezo wa kukuamini. Na wewe pia utakiwa kumwamini mtu yoyote kwa jambo lolote kwenye hii dunia. Kwa baadhi ya vitu uamini watu, lakini kwenye vile vitu muhimu zaidi ambavyo ni muhimu kwenye maisha yako usiamini watu. Huwezi kuamini kwamba Anulika kalifukuzwa, kalitimuliwa pamoja na mshikaji ambaye anaitwa Somto. Pumbavu zao. Na alichukua ile jukumu la kuweza kuwatimua. Leo mbabe Susan, mbabe wetu huko ndani.
Susan namwaminia kweli, kwenye picha amenigusa vibaya mno. Mashabiki zangu, imebaki 3,000 tu. Mwenzenu nikipata 3,000 naenda zangu Nigeria, niende nikamtafute mtoto wa kike mbabe kama huyo bidada ambaye anakwenda kwa jina la Susan. Maana ni mrembo, ni mzuri, ana rangi nzuri, rafu ni mbabe pia. Atakuwa ananisaidia kupiga wale watu ambao wananizingua madeni. Huwezi kuamini kwamba Mwamba alikuwa akitoa shukrani za dhati kwa mabinti wawili kwa sababu wameweza kumsaidia. Kampuni yake ingefilisika eti, maana walikuwa wakihitaji kuweza kumfilisi. Na mshikaji, huwezi kuamini kwamba alikuja kutengeneza mahusiano na bidada ambaye anaitwa Esther, na walikuja kuoana wakawa mke na mume. Na huwezi kuamini kwamba alikuja kuzaa watoto mchele, na mtoto wa kwanza wakamuita Genius. Wanalipenda jina langu hawa. Kwa wale ambao wanasholi pamoja na matangazo, namba ni ile ile ambayo iko upande wa juu upande wa kushoto 0755660003. Mimi ni Genius, sauti ya Simba.